ni uwezo alionao Yesu. Fedha haziwezi kubadilisha. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nasema kuna mambo pesa huwa zinagoma. Sikia, wametoa pesa wale makuhani, wakasema semeni kwa pesa hizi tumeshawalipa kwa pesa hizi. Semeni ya kwamba walikuja wakamuiba, wakatoa zile pesa. Nataka nikwambie kuna mali pesa huwa zinagoma. Kuna mtu anaumwa kabisa na si kwamba alistahili kufa, kwa sababu pesa alikuwa nazo. Hata namna ya gharama zozote za matibabu ameweza kukabili tu. Na ndio maana kuna wengine imeshindikana hapa Muhimbili, wamepelekwa mpaka India, amepelekwa kwa ndege, lakini amerudishwa kwenye jeneza. Hii ni kwa sababu pesa sio jibu la maisha yetu. Hata kama tunapambana, tunachangalika kutafuta pesa, lakini nataka nikwambie aliye zaidi ya pesa, hakikisha uko ndani yako. Maana pesa ni namba 2. Namba 1 ni Jehova. Wale watu waliokuwa maaskari walipoambiwa kwa pesa hizi semeni hajafufuka, wakati wanaendelea kutembea na pesa, Yesu anaendelea kuwatangazia watu nimefufuka. Amesema niko Galilaya nimefufuka. Akaenda Yerusalemu akajionyesha kwa watu. Pesa zikufanya lolote. Hata siku ya leo kwenye ibada hii wengine wanafukuzana huko, wengine wanaloga watoto wao kwa sababu ya pesa. Watu wanafanya dhambi kwa sababu ya pesa hizi. Leo nataka nikwambie aliye na Yesu ni zaidi ya pesa, ni zaidi ya chochote, ni zaidi ya nyumba, ni zaidi ya chochote, ni zaidi ya wachawi. Aliye na Yesu ana kila kitu. Bwana asifiwe sana. Pesa huwa zinagoma. Na ndio maana mfalme mmoja ambaye anaitwa Balaki alipomwambia Balaam kwamba nitakupa pesa zimejaa nyumba, yule Balaam akasema hata kama ningepewa pesa zimejaa nyumba na dhahabu zote za kutosha, lakini sitaweza kupita matakwa ya Jehova na mambo aliyoniamuru nifanye kwa sababu ya pesa. Sitaweza. Maana alijua cha muhimu kwenye maisha yake sio pesa. Wenye pesa wanakufa, masikini wanakufa, wasome wanakufa, marais wanakufa. Lakini nataka nikwambie ukiwa na Jehova umemaliza kila kitu. Kama uko mahali hapa, mpunge Yesu mkono ndani yako. Una Yesu. Leo ni siku ambayo tunakumbuka Pasaka. Kuna mtu anatoka kwenye ibada, lakini akipita kwa jirani na kuta ubwabwa unanukia, kwake amepika maharage. Na kuambia leo ni siku kama siku nyingine, kwa sababu ujivunie siku wewe unajivunia aliyefufuka ambaye ni Yesu. Na wala hatujui atarudi lini. Ukiondoka hapa, uondoke na furaha, uondoke na amani, uondoke na baraka. Hata kama hujavaa nguo mpya, Yesu Kristo anatosha. Aliyefufuka leo wanawake wenzangu mtaa mzima wamependeza. Umeona, namkumbuka yule nini? Sika wale watu juzi. Sasa tumekaa kwenye ndoa huu mwaka wa 6. Lakini wakiingia katika ulimwengu wa roho, yupo aliyekufa akazikwa siku ya 3, sio likamwangilishwa. Yu hai leo. Nasema yu hai. Nasema yu hai. Nasema yu hai. Haleluya. Wapendwa, haleluya. Yani uwezo alionao Yesu ni uwezo ambao fedha haziwezi kabisa, haziwezi. Nasema haziwezi. Peke yake ndiye anaweza. Kuna wakati fulani unaweza kutembea na bima za afya mpaka 6, kila kitengo na bima yake, lakini unapopelekwa kile hospitali wakipima anakuta yani maini yameoza. Hiyo bima haitaweza kufanya chochote, maana maini yameoza. Hata ungepelekwa India yatakuwa tu yameoza. Ukirudishwa hapa mpaka Labinisia ama Kitengule kule Tegeta, bado maini yameoza. Pesa haziwezi. Hata ukimwendea jirani ununue ya kwake, namna gani watakuwekea? Haiwezekani. Hapo ndipo tunaona kuna fedha haziwezi. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Aliyefufuka anaweza. Baba, katika jina la Yesu nasema Bwana kubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kocha muhimu sio kugombana huko nje. Ndio unakuta mmenuna kwenye nyumba kisa si changamoto. Nataka nikwambie kama kuna watu ambao wangegombana mapema,
ni ya kina Ibrahimu na Sara, ambao maisha yao mpaka wakati mwingine wakasema, Bwana wetu ahidi kwamba utatufanya kuwa baraka kama mchanga wa bahari. Mbona hatujaona? Watoto hatuna, hawajampata hata Isaka. Wameomba vya kutosha, kama vile wangegombana mpaka wakaachana, maana kwenye ndoa yao hapajapata mtoto. Lakini ninatangaza kwenye ibada ya kufufuka kwa Yesu ya kwamba walipovumilia Bwana kuacha, Bwana aliendelea kuwapokea. Hata leo unapomsikia Bwana atakupokea katika jina la Yesu. Hata kwenye maisha yako ulikuwa hujapata mchumba, Bwana atakutokea. Ulikuwa una kazi, Bwana atakutokea. Walikujadili vibaya, Bwana atakutokea. Siku ya leo kwenye Pasaka nasema Bwana akutokee kwa jina la Yesu.